Hello guys, kuna kitu ambacho natamani kushare na nyinyi, kipo kwenye Biblia ambacho kwa namna moja au nyingine kimenisaidia katika maisha yangu na natamani na nyinyi kwa namna moja au nyingine kiwasaidie. Kuna mstari fulani kwenye Biblia kutoka katika Yohana sura ya kwanza mstari wa 40 hadi 46. Biblia inasema hivi: Andrea ndugu Simoni alikuwa mmoja wa wale wawili waliomsikia Yohana na kumfuata Yesu. Huyo akamwona kwanza Simoni nduguye mwenyewe, akamwambia, tumemwona Masihi, maana ndiye Kristo. Akampeleka kwa Yesu, na Yesu akamtazama akasema, wewe Simoni mwana wa Yohana, nawe utaitwa Kefa. Bwana asifiwe. Kuna kitu ambacho natamani kushare na wewe ambacho nimekiona. Cha kwanza nataka niwaongelee kuhusu Simoni na Andrea. Simoni na Andrea walikuwa ni ndugu. Walikuwa ndugu. Biblia ijifafanua zaidi kama walikuwa ni ndugu wa baba mmoja mama mmoja. Lakini inaonyesha kwamba Simoni na Andrea walikuwa ndugu. Lakini tunaona pia Andrea alikuwa ni mwanafunzi wa Yohana Mbatizaji. Umeona? Sasa kitu ambacho kinafurahisha kwamba Yohana Mbatizaji ndio ambaye alianza huduma kabla ya Yesu. Kwa hiyo it means kwamba Simon Andrea alikuwa ameokoka, tungesema katika dunia sasa ameokoka. Ni mtumishi wa Mungu ambaye yupo kwenye ministry ya Yohana Mbatizaji. Lakini ndugu yake anaonekana alikuwa ni mtu wa shughuli mbalimbali katika jamii, kwa sababu walikuwa wanafanya kazi ya uvuvi. Sijajua kama uvuvi walikuwa katika familia yao au wao pia walikuwa wana uvuvi wao, lakini inaonekana kwamba walikuwa katika uvuvi. Andrea alivyomuona Yesu alikuwa na shauku kubwa sana ya kaka yake ambaye ni Simoni akutane na Yesu. Lakini tunaona kwamba Simoni alivyokutana na Yesu, kitu ambacho kilitokea pale, Yesu kwanza alimbadilisha jina Simoni. Alimbadilisha jina Simoni akaitwa Kefa. Kitu ambacho natamani tujifunze ni kwamba katika maisha unahitajika kuwa na marafiki ambao kwa namna moja au nyingine watakupush kufanya aidha kiuchumi, lakini hapa nataka niongelee katika mambo ya kiutumishi, lakini pia mambo ya kumtafuta Mungu. Kwa namna moja au nyingine unahitaji mtu au rafiki ambaye atakusaidia kukutanisha na Mungu. Mfano tunamuona huyu Andrea aliyomkutanisha Simon na Yesu, lakini Simon ndo ambaye aliitwa Petro. Kwa baadaye tunaona kabisa Petro baadaye akaja kuwa mtume mkubwa ambaye alifanya uinjilisti na watu 3000 kwa siku moja wakaokoka. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba Mungu alimtumia ndugu yake ambaye ni nani? Ni Andrea, ili Simoni aje kuwa katika destiny yake ya maisha. So tunahitaji katika mwaka 2026 kuwapata marafiki ambao kwa namna moja au nyingine watakusaidia wewe uwe karibu na Mungu. Achana marafiki ambao watakufanya uwe mbali na Mungu. Unahitaji marafiki ambao watakuwa karibu na Mungu. Kama kutatokea kuna event yoyote ambayo inamhusu Mungu, au marafiki watakushawishi uende kukutana na Mungu, kwa sababu haujui katika ile event labda ndio siku yako ambayo Mungu atajibu maombi yako. Lakini tunaona kabisa kwamba Yesu alipokutana na Petro, alipokutana na Simon akambadilisha jina akamuita Petro. Automatically ukija mbele za Yesu au ukija katika kuonana na Yesu, Yesu anakubadilisha maisha yako. Umeona? Kwa mfano labda nataka niongelee, labda wewe hapo unamtafuta mtu ili umpeleke karibu na Mungu. Yule mtu unapompeleka karibu na Mungu, aidha unapeleka kwenye event au unapeleka okoke, yule mtu unampatia nafasi kubwa sana kubadilika, yaani kubadilishwa maisha yake. Kwa sababu unapompeleka yule mtu, kama yule mtu alikuwa ana jina la ufukara,
akikutana na nguvu za Mungu, akikutana na Yesu, automatically atabadilishwa jina naye ataitwa tajiri. Kwa sometimes na sisi pia inabidi tufanye huduma kama ya Andrea. Andrea alimtafuta ndugu yake Simon akampeleka kwa Yesu. Yesu akabadilisha maisha ya Simon. Na sisi pia tunahitaji tubadilishe maisha ya watu. Tutafute watu wamjue Mungu, tutafute watu waokoke. Wakishaokoka watabadilishwa maisha yao, na ipo siku na huyo mtu ambaye amebadilishwa maisha yake atakuja kuwa kitu kikubwa sana katika maisha ya sasa hivi. Kwa hiyo tunahitaji sana kuwabadilisha watu maisha yao kwa kuwashawishi waje kwa Yesu kama Andrea alivyomshawishi ndugu yake. Yamkini unaishi na ndugu zako, jaribu kuwashirikisha mambo ya Mungu, kwa sababu Mungu hutumia watu kuwabariki watu. Kwa hiyo Mungu anatamani mwaka 2026 akutumie wewe hapo, ili watu wengine wamuone Mungu kupitia wewe hapo. Kwa hiyo ishu kama hiyo ni nzuri sana katika kukuza imani zetu, lakini ni nzuri sana kwa ajili ya kukuza imani za watu. Kitu chochote ambacho rafiki yako anakushauri kwa ajili ya Mungu, nenda kifanye. Sometimes kuna marafiki ambao kwenye grupu wanakwambia, brother, kuna grupu ambalo huwa tunafanya mkesha siku ya Ijumaa, tunafanya online maombi. Brother, kuna grupu ambalo tunasoma neno la Mungu. Mungu anatumia sauti ya huyo ndugu yako au rafiki yako kwa ajili ya kukusaidia wewe hapo, ili uweze kufanikiwa. Na chochote ambacho cha Mungu ukishirikishwa for this time kitakusaidia kwa ajili ya maisha yako ya mbeleni. So tunahitaji sana tupate marafiki ambao watatusogeza karibu na Mungu, lakini pia na sisi inabidi tuwe chachu au tuwe chanzo cha watu wengine kuwapeleka kwa Mungu, kwa sababu tukiwapeleka kwa Mungu, wao automatically watabadilishwa maisha yao kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo tusiache kualika watu kwenda kanisani, tusiache kualika watu kwenda kwenye events zozote ambazo zinahusiana na Mungu, kwa sababu tunaamini ipo siku Mungu atabadilisha maisha yake. Lakini ukiachana kubadilisha maisha yake, Mungu atakupa thawabu wewe hapo ambaye umefanya yule jamaa abadilishe maisha yake. Yesu